Let's go. Mimi sio binadamu, ila nimekuja kukupa utajiri. Wewe. Anaitwa Reino. Alikuwa dereva bodaboda na maskini wa kutupwa. Siku moja usiku, alimsaidia mwanamke mrembo asiyemjua kwa kumpa lifti kwenye bodaboda yake. Lakini mwanamke yule alikuwa ni jini. Sasa, kwa moyo safi aliokuwa nao Reino, akapendwa na jini yule, akampatia pete ya ajabu inayotoa utajiri wa milele, ila kwa sharti la yeye kumuoa jini huyo. Je, unajua nini kilitokea? Huyo ni binadamu, anaishi muda mfupi. Baba, mimi nimempenda. Hii ni fedheha binti mfalume kuolewa na binadamu. Hairati yupo duniani. Nimempa agizo, nasubiria majibu. Sasa, kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe, halafu niandikie kwenye sehemu ya comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Bahari ilikuwa kimya kupita kawaida, kama vile dunia ilikuwa imekataa kupumua. Mwezi ulitundika anga kama jicho la kale linalotazama dhambi za wanadamu. Ghafla maji yakaanza kuchafuka, yakazunguka kana kwamba kitu kizito kilikuwa kinapanda kutoka vilindini. Ndipo akaonekana nyoka mkubwa wa ajabu, mweupe kama maziwa, macho yake yakimetameta kwa mwanga wa ajabu. Mwili wake ulikuwa mrefu kupita mawazo ya binadamu, akijikokota juu ya uso wa maji kana kwamba bahari ilikuwa ardhi yake. Alipofika ufukweni, nyoka yule alisimama, akainua kichwa chake juu, kisha akabadilika. Mbele ya macho ya dunia akawa mwanamke mrembo kupita maelezo. Amevaa gauni jeupe lililong'aa mithili ya ukungu wa alfajiri. Nywele zake ndefu zilining'inia mabegani, ngozi yake ikitoa nuru ya ajabu isiyo ya hapa duniani. Mwanamke yule akacheka. Kicheko chake hakikuwa cha furaha, kilikuwa cha ajabu, kikivuka upepo, kikapenya mifupa yanayesikia. Halafu, kama kivuli kinachokimbia mwanga, akatoweka. Hapo ndipo jina lake lilipoanza kunong'onezwa na upepo wa usiku. Kabula, mgeni duniani. Siku chache baadaye, Kabula alionekana tena, akitembea usiku peke yake katika mitaa ya jiji. Alitembea kama mtu anayejifunza ardhi kwa mara ya kwanza. Aligusa kuta, alitazama taa za barabarani kwa mshangao, alisikiliza sauti za watu kana kwamba ni muziki wa ajabu. Tabia zake zilikuwa sio za kawaida. Ndipo akawakuta wadada wa usiku waliokuwa wakijiweka pembezoni mwa barabara wakitafuta riziki yao ya giza. Kabula aliwakaribia kwa tabasamu la upole, si kwa nia ya ushindani, bali urafiki. Lakini macho ya wanadamu huona haraka tishio. Hebu ondoka hapa wewe, mmoja akapaza sauti. Hapa utaharibu soko letu, mwingine akamrushia maneno makali. Unaonekana sio wa huku na mrembo kupita kiasi. Maneno yakawa mawe. Kabula akasimama kimya, macho yake yakijaa mshangao. Hakuelewa chuki ya bure. Ondoka hapa. Hatukujui. Hebu tuondelee nuksi hapa. Ndipo jamaa mmoja akatokea kutoka gizani. Njoo, akasema kwa sauti ya haraka, akimshika mkono. Tuende zetu, mimi nimekuelewa. Kabula akatabasamu, akaondoka naye. Nyuma yao, macho ya uivifu na hasira yakawafuata. Walitembea mpaka makaburini, mahali hata roho hujifunza kunyamaza. Kabula hakuelewa alipofika pale. Jamaa yule akamtolea shilingi 10,000. Kabula akaishika hela ile kwa mshangao. Hii ni nini? Akauliza. Hiyo ni pesa, vua basi nguo, faster, mimi nataka nisepe. Kabula akamwangalia, macho yake yakionyesha kutoelewa. Nivue nguo, halafu usepe, ndio nini? Hasira ikamjaa jamaa, akamkumbatia kwa nguvu, akaanza kumlazimisha. Ndipo giza likabadilika. Uso wa Kabula ukabadilika ghafla, meno marefu yakatokeza, kucha kali zikachanua, macho yake yakageuka mekundu kama damu. Kwa pigo moja la kikatili, akamng'ata shingoni. Mwili ukaanguka chini, damu ikamwagika juu ya ardhi ya makaburi. Kabula akasimama juu ya maiti, akihema. Kisha, kwa hofu ya kile alichofanya,
akakimbia. Asubuhi ya upande mwingine wa jiji aliishi Rhino, kijana wa bodaboda maskini mwenye moyo uliokuwa umechoka kupigana na dunia. Siku hiyo alikaa kijiweni kutwa nzima, hakupata hata mteja mmoja. Usiku ulipomkuta njiani akiwa anarudi nyumbani, alimwona mwanamke akitembea peke yake, akiyumba kana kwamba amelewa. Rhino akasimamisha pikipiki. "Dada, unaelekea wapi? Mtaa huu una vibaka wengi, nikupe lifti?" Kabula akamwangalia, macho yake yakasoma moyo wake, akaona usafi, akaona uchovu wa haki. Ukweli ni kwamba hakuwa amelewa, alikuwa akijifanya sehemu ya mawindo yake ya damu, lakini huyu alikuwa tofauti. Akapanda pikipiki. Walipofika karibu na makaburini ya Kinondoni, Kabula akashuka. Asante sana Rhino. Asante Rhino. Rhino akashtuka. Unajuaje jina langu? Kabula hakujibu, akaondoka.